Safina manake yani mazingira, maandalizi, ili tusiandamie na ulimwengu, ili tusipotee na dunia ambayo Mungu ana hasira nayo. Ili tusipotee, Mungu hutuandalia safina. Ndio maana tunasikia habari njema. Hizi habari njema ni sawa na safina. Ili Nuhu awe salama, Mungu alimwambia tengeneze safina. Aitengeneze hiyo safina. Safina ni meli. Wakati huo manake meli haipo. Mungu anamwambia tengeneze meli, lugha rahisi. Kwa ile meli atakayotengeneza vipimo viko mbinguni. Kanisa linatengenezwa Mungu mwenye vipimo. Kwa nini injili hubiriwe? Tutaeleza hapa mbeleni. Nimeeleza injili ni hadithi. Injili ni hadithi ya Mungu. Injili ni wazo la Mungu. Injili ni upendo wa Mungu. Injili yani ni uweza wa Mungu, ili ajulikane yupo Mungu. Injili ni usalama, ni rehema za Mungu kwa mwanadamu. Na injili ni Yesu. Yesu ndiyo injili. Yesu ndiyo mfalme aliyemo anatajwa Agano la Kale. Kwa sura nyingine, Yesu ndiye mfalme anatajwa katika Agano Jipya. Yesu ndiye mfalme. Yesu ndiyo injili. Kwa Agano la Kale linasema habari. Ukiendelea kusoma hapo, utaona inapofika sura ya 12 Mwanzo 11, Mungu anaharibu lugha. Watu wana lugha moja, na kwa sababu uovu ni lazima waelewane wanavyotenda. Mungu akaamua kuharibia lugha zao. Hapo ndipo tunaanza kupata makabila. Baada ya Babeli, mnara unajengwa. Mnara uliojengwa, yani mnara wa Babeli maana kiburi cha mwanadamu. Yani wameamua wana ibada ya mama na mtoto wa kiume. Inawezekana wewe unaona wanaoabudu mama na mtoto wa kiume ndio wameanza, lakini hii ibada zinaanza pale Babeli. Yani ibada ile jengo lilokuwa wanalijenga, ule mnara wanasema lazima ufike kwa Mungu, na wamedhamiria. Yani na maana mwanadamu akipotoka hauwezi kumbadilika wala kumbadilisha, huwezi kumgeuza.